Miaka michache iliyopita nimefanya mahubiri na vijana kutoka chuo cha udaktari ambapo naomba nisitaje. Tukakubaliana hivi, tutapeana zamu ya kupika. Kabisa tukakubaliana. Mimi mwenyewe napika na timu ya injilisti iliyoko nao wanapika, na hawa vijana wanatukasa madaktari na wao watapika. Trust me, ilipofika zamu ya wale mabinti wanachuo, walikuwa wanakodi mabinti mtaani wa kuwasaidia kupika. Tukakataa, tukasema tunataka na ninyi mwingie jikoni mpike. Wanasema hatuelewi. Binti anakupikia samaki, samaki amejaa mchuzi mpaka anatamani kufufuka. Binti anakupikia nyanya chungu, nyanya chungu iko hapo, haina tofauti na nyanya chungu iliyo kwenye mti. Mpaka tukawaambia sasa mtatuua. Mnakula chakula tumbo linaanza kupiga keyboard ndani. Do re mi fa sol la ti do zinaendelea humo. Tukawaambia mtatuua. Ni kweli wamesoma. Ni kweli wana GPA nzuri. Ni kweli ana degree. Lakini sikiliza, tukirudi kwenye ndoa sio degree hata kidogo. Ndio maana mnaona mahausigelo wanateka waume zenu, kwa sababu wewe unarudi humo ndani na Kiingereza chako. Huyu hausigelo anarudi na kauji kalikokolezwa mdarasini na nini na wewe unadhani atakula Kiingereza? Sikilizeni wazazi, point yangu ni hii hapa. Ni kweli umebarikiwa, watoto wako wanaijiwa na school bus. Ni kweli watoto wako umewekewa mfanyakazi wa ndani. Mara moja wapatie kazi wafanye humo ndani, maana haujui maisha yako yataka kuishia.